Feti. Amka. Wewe Feti. Wewe Feti. Shida nini bwana mapema? Hebu amka bwana. Feti. Ni nini hiki umefanya? Kwa nini shida? Wewe bwana. Feti, tulia basi. Sina kuuliza. Kwa shida nini? Wewe uone nini? Ina maana tumefanya? Ndio tumefanya, bali cha ajabu mama. Feti. Sasa utafanyaje hivi bila ruhusa yangu Feti? Bila ruhusa yako. Wewe ujiulize unifikaje hapa? Kwani ilikuwaje mpaka nikafika hapa? Nakunywa nalewa, mawazo yamenitawala kichwani mwangu. Ina maana mimi kumbe ndo nielewa kiasi hicho. Hivyo bibi, hata hivyo usijaribu. Hata kama nielewa lakini usingefanya hivi Feti. Feti, uwezo ukafanya hivyo bila ruhusa ya mwenzio Feti. Taratibu. Sio kitu cha ajabu. Kwa sababu hata kipindi tunafanya hivi Feti, hata kama lakini usingefanya bila ruhusa yangu, si ungeniambia. Ungesema Feti, lakini sio kufanya hivi ulivyofanya wewe. Hivi ulizia vizuri ukakubali tufanye. Mimi Na kipindi tunafanya niseme mengi sana. Napenda. Nimezama katika huba, penzi zito lanizidia, mwenzenu nashindwa kutoka, nashindwa. Bro, swali ni aje kaka? Kwema. Kwema. Unyama mwingi. Fresh. Naona umetulia. Tupo tumepoa, karibu wewe hapa. Mambo yanakwenda? Mambo yanaenda fresh. Gari zinakwenda poa. Tunapambana mdogo wewe. Sasa nataka tuzungumze kidogo. Sasa hebu twende maeneo hivi. Twende wapi tena bro? Twende Jangwani hapo tukaongee mambo yetu. Kwa kuwa timu yako fresh haina noma. Poa. Vipi kuhusu bodaboda? Huyo kijana? Yule kijana bado tunamfuatilia. Bado tujamuona aliko. Unafuatilia? Hujui alipo?
Unafuatilia au umetulia tu, umerelax kabisa? Yaani najitahidi kumfuatilia. Nimejaribu hadi kuulizia yule kijana anayeendesha naye boda. Anasema bado yani hajamuona kabisa. Yaani naona unanitania kabisa, yaani unanitania. Yaani eti nimemuuliza ile kijana bodaboda, kasema bado hajampata. Kwa hiyo namuuliza huyo ndo anazunguka kumwangalia huyo au? Unajua mtu hawezi kujua kama ni mwizi. Kwa najitahidi kumfuatilia. Nikimkamata nitakwambia. Yaani wewe mwanaume nimekushindwa kabisa. Yaani mara ya kwanza umeleta mdada wa kazi humo ndani. Kaja kaiba vitu vyangu vya ndani kaondoka navyo. Mara ya pili tena umemleta huyo kijana. Nilikwambia kabisa, humo ndani kwangu umeleta mwizi. Lakini mwanaume hukubali. Hukubali kushauriwa kabisa, unajichukulia majukumu mwenyewe kwa sababu wewe sijui kichwa cha familia, ndio unajichukulia tu majukumu. Na mimi ningekuwa nachukua majukumu hayo naleta tu mdada humu ndani. Ungekubali? Sio kwamba nimekutelezea, ile ni kera. Alafu umeondoka na pikipiki. Kumbuka pikipiki tu kinunua ila milioni 2 na 500,000. Alafu umeondoka tena na hela. Kwa hiyo na mimi naniuma, ndio maana najitahidi kufuatilia sana. Nipate. Sio mkiwango eti kwamba eti huo sifuatilia, hapana, fuatilia kabisa. Sema yani nimefikiria siji niandike mabango ya most wanted ili akiona tu akamatwa apelekwe ofisini. Tatizo dogo, yani mmeshabikia timu mbovu bwana. Mmeenda kimataifa, mmepigwa mechi 2 mfululizo. Haya, mmerudi ligi kuu angalau na nyie mfanyaje mpunguze machungu. Mmepigwa na Waramba Ice Cream. Tena mmekuja Mapinduzi labda angalau kidogo na nyie mfanye vitu mlipe kisasi, mmepigwa tena. I say, hama timu bwana mdogo wangu bwana. Kwa hiyo bro leo umeamua yani kunisema, kunichana makabu yani. Kuhama timu mwanangu hapo ni uongo I say. Hata hivyo nyie Yanga hamna kitu. Sema nini? Mnabebwa sana yani. Sikiliza nikuelekeze. Nyie tatizo mshazoea kuchapika. Yaani mmeshazoea maumivu. Sasa sikia. Wewe mimi nakushauri. Hamia chama la wana. Hili la uhakika kabisa. Yaani linatoa burudani kwa mashabiki zao. Sisi wenyewe tunavimba kitambe hicho hapo. Okay. Sawa, kama wewe umepingana na hilo hakuna shida. Ila mimi kuna jambo bwana ambalo limenileta nataka tuzungumze kidogo. Yaani wewe mwanamume ngoja nikwambie. Mimi hapa nilipo nimechoka, nimekuchoka kabisa nimechoka. Isipokuja hela zangu na pikipiki yangu. Mimi nabeba vitu vyangu naondoka kwetu. Au wewe ndo utabeba vitu vyako utaenda huko mtaani mkafuatane na huyo kijana aliochukua bodaboda na hela zangu. Nimechoka kabisa, mimi siwezi kabisa. Lakini mtu wangu hivyo vitu mtata wote. Na ukisema hivyo unakosea kwa sababu na mimi naumia. Sio kwamba naumia wewe, na mimi naumia. Hapo ukisema hivyo nini? Nataka pikipiki yangu na hela zangu. Nimekwambia nimechoka. Nisipopata pikipiki yangu utaondoka mwenyewe hapa nyumbani kwangu, mimi nitakaa mwenyewe. Si umenielewa? Nimekuchoka, nimechoka. Hi guys, my name is Dasha. Nice mnanifahamu wote, watu wote guys. Niko Dodoma, niko kwetu kijijini, lakini kuna vipaji visivyopungua karibia na watu kijiji kizima. Watu wanatamani sana kuwa wasanii. Watu wanatamani kupata mafanikio. Niko sehemu moja inaitwa Chief Tuka. Niko na wasanii wa kutokea Chief Tuka ambao kundi lao linaitwa Chief Talent. Guys, kama unapenda kwa support, basi wa support. Niko na meneja ambaye ni G1. Guys, watu wanaekeza pesa. Tuacheni masiara. Watu wanatafuta vipaji vyao. Watu wanatafuta ndoto zao. Kwa hiyo, nawapenda. Bye. Hi guys, my name is Dasha. Nice mnanifahamu wote, watu wote guys. Niko Dodoma, niko kwetu kijijini, lakini kuna vipaji visivyopungua karibia na watu kijiji kizima. Watu wanatamani sana kuwa wasanii. Watu wanatamani kupata mafanikio. Niko sehemu moja inaitwa Chief Tuka. Niko na wasanii wa kutokea Chief Tuka ambao kundi lao linaitwa Chief Talent. Guys, kama unapenda kwa support, basi wa support. Niko na meneja ambaye ni G1. Guys, watu wanaekeza pesa. Tuacheni masiara. Watu wanatafuta vipaji vyao. Watu wanatafuta ndoto zao. Kwa hiyo, nawapenda. Bye. Habari mashabiki zangu. Najua mtajiuliza ni kwa nini tumeanzia kuweka kipande cha 3. Ila tunaomba radhi sana, mtusamehe sana kwa sababu si makusudi yetu kufanya hivi.
ila kuna shida na matatizo ambayo yalitokea. Kipande cha kwanza, cha pili na cha 4 katika movie yetu ya Nuru Iko Wapi vimepotea katika njia ya kutatanisha, vikiwa bado mikononi mwa editor, yani studio. Kwa hiyo tumeshindwa namna ya kufanya kutokana na hali duni tulionayo. Ndio maana tumeamua kuupload hivyo vipande tulivyonavyo. Movie yetu ina vipande 6 au niseme ilikuwa na vipande 6. Na kwa sasa vimebaki vipande 3, yani kipande cha 3, cha 5 na cha 6. Vipande 3 vimepotea, cha kwanza, cha pili na cha 4. Tunaomba mtuwie radhi, lakini pia tunaomba support yenu sana, maana bado sisi ni wachanga sana. Bila nyie sisi hatuwezi lolote, bila nyie sisi si chochote. Tunaomba mtusapoti kwa vipande hivyo mnavyoviona mtandaoni YouTube, ambavyo tumeviupload katika channel ya Chifu Talent TV au Mgogo Isaac, na movie yetu kama inavyoitwa Nuru Iko Wapi, lakini pia tuna comedy hapo zinaitwa Mgogo Isaac, ukiandika unaziona. Kwa tunaomba support yenu sana 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 sana. Jamani, sisi bado ni wachanga, kwa hiyo tunahitaji sana support yenu. Naomba mtusubscribe, bonyeza kwenye neno ambalo limeandikwa subscribe, lakini pia share katika magrupu, share Facebook, WhatsApp, Insta na kila sehemu ya mtandao ya jamii, ili watu na sisi waweze kutuona, waweze kutusapoti. Na kama kuna makundi yanahitaji waigizaji, tunaomba cast wapo kama jinsi mnavyotuona hapo kwenye YouTube katika hiyo channel ya Chief Talent TV, kama mnavyotuona katika movie ya Nuru Iko Wapi. Ukipendezwa na mmoja wapo, usisite kututafuta. Tutafute kwa namba 06460143 au 0738276261. Jamani, tunaomba sana support yenu. Lakini pia niwape mwanga tu kidogo wa movie. Najua labda mtajiuliza sana, kuna sehemu ambazo zimerukwa. Nikijizungumzia mimi Isaac, ambaye ndio director na mwandishi wa story. Mimi nimecheza kama kijana bodaboda nikiwa na rafiki yangu, naye ni bodaboda Amosi, ambaye alitoka Shinyanga, maisha yalikuwa yamempiga, akaja huku kwa ajili ya kutafuta kazi, na akakutana na bosi wangu wa bodaboda, akampatia bodaboda, tukawa naye kijiweni. Kwa hiyo sisi bosi wetu ni mmoja. Mimi hapa kuna mwanamke ambaye nilikuwa namtaka, ambaye ni Sohana, alafu alikuwa akinikataa. Yaani toka mwanzo nimemtafuta, nimemsaidia mambo mbalimbali, lakini akawa hataki kabisa kunielewa. Lengo lake alikuwa bado ananipima. Nami wakati huo nilikuwa nahitaji mpenzi wa kuwa naye. Na kuna mwanamke anaitwa Madam Feti. Yeye ni mwanamke ambaye alikuwa ananipenda sana. Amenifanyia mambo mengi, amenitendea mengi. Ikafika wakati ikabidi nimkubalie tu, kwa sababu sikuwa na namna. Baada ya kumkubalia, kumbe naye Sohana akawa amefikiria kunikubalia ombi langu. Sasa wakati nimeenda naye Madam Feti getoni, Sohana ndipo alipokuja kwa ajili ya kutaka kuniambia kuwa amekubali kuwa na mimi na ananipenda. Lakini wakati huo akawa amechelewa, akakuta tayari nipo na Madam Feti nimelala naye. Tukimzungumzia mwingine